tunajihusisha na uchimbaji wa madini, lakini madini aina nyingi, lakini madini mama ya kampuni yetu ni makaa ya mawe. Kama tunavyojua makaa ya mawe yanatumika kwenye viwanda. Yani hata kwa ushuhuda tu, wengi wetu tunaweza mpaka umri tuliofikia, tuna miaka 30, tuna miaka mingapi, hatujawahi kuona makaa ya mawe. Ni kwa sababu sio sehemu ya nini, ya maisha yetu, yanatumika sana viwandani. Lakini kampuni ikaona kwa nini Watanzania wa hali ya chini wasinufaike na rasilimali za nchi yetu. Kampuni ikaamua kuja na bidhaa itakayotumika na Mtanzania wa kawaida, inaitwa coal briquettes. Haya ni makaa ya kutumia majumbani. Makaa ya mawe yamechukuliwa, yamesagwa, yamewekwa viambata vilivyopunguza joto, vilivyopunguza hewa chafu. Kama tunavyofahamu, makaa ya mawe yanatumika kuyeyusha vyuma, yanatumika kutengeneza umeme, kwa hiyo yana nguvu nyingi. Yamepunguzwa joto kiasi kwamba yanafaa kutumika kwenye sufuria zetu za kawaida kabisa. Kwa hiyo sifa kubwa ya mkaa, naomba nionyeshe, inakuwa kwenye shape ya kitumbua kama hivi. Mwingine ni mkubwa ambao ni wa kutumika kwenye mataasisi, majiko yale makubwa wanaopika vyakula, labda vyakula vya watu 100, vyakula vya watu 200. Huu mkaa wetu sifa yake kubwa kabisa, unawaka kwa muda mrefu. Tunapima kwa kilo. Kilo moja unaweza kupika kuanzia masaa 4 na kuendelea. Sisi tunakaa jikoni muda mrefu, masaa 4 hapo maharage yako yashakuiva. Umeshaunga, umebandika majani, umebandika ugali, umeiva. Kama ni wali umeiva, si ndio kina mama? Au unadanganya? Kwa ina maana masaa 4 unakuwa umepika vyakula vingi vya kutosha, si ndio? Sifa ya pili, mkaa umethibitishwa na TBS. Hauna madhara kwa afya zetu, wala hauna madhara kwa mazingira, lakini pia utumiaji wa huu mkaa unapunguza ukataji wa miti. Kwa hivyo tunatunza nini? Mazingira. Kama tunavyoona sasa hivi mvua zimechelewa, changamoto ni kwa sababu sisi tunaharibu mazingira, si ndio? Kwa hiyo tukitumia huu mkaa itatusaidia kupunguza uharibifu wa mazingira. Uwashaji wa huu mkaa, kwa sababu ni mawe, haya ni mawe sio miti, unachelewa kuwaka. Kwa hiyo kwenye uwashaji wake, tukishawaka unatumia dakika 15 mpaka 20. Kwa hiyo kama una mpango wa kuanza kupika saa 2, ina maana inabidi wewe saa 1:30 uwashe mkaa ili uwe kwenye muda mzuri, usichelewe kwenye mambo yako. Ukishawaka unaendelea kupika. Lakini pia kwenye uwashaji, hii ni miamba, ina moshi. Kwa hiyo una moshi kiasi, lakini tunakuthibitishia ule moshi hauna madhara yoyote kwenye afya yako. Unauwasha, moto ukishakolea moshi unaisha, unaanza kunapikia kawaida. Wakati wa kuwasha unatoa moshi kidogo. Sawa jamani? Lakini ukishawaka, moto wetu hautakiwi kutikisa, kwa sababu ukitikisa unaharibu. Ukishawaka unatengeneza njia za kupitisha moto. Kama tulivyoambiwa umetengenezwa maabara, au mkaa umeingia maabara. Ukishawaka unatengeneza njia za kupitisha nguvu ya joto. Kwa hiyo ukitikisa namna hii unakuwa na iharibu ile njia, moto utazima, hautauona ukiwaka hayo masaa 4. Sawa kina mama? Sawa kina dada? Ukikoleza umekoleza mpaka uishe. Lakini pia kwenye uwashaji tunatumia hivi vijiti. Hivi vijiti tunavifahamu. Tunavifahamu jamani, wanawake wa jikoni tunavijua. Wengine wanaviita vijiti vya ubani, si ndio? Kwa hiyo hivi unavitumia kuviwashia. Tunajua namna ya kuwasha moto. Unatumia kuwasha hivi. Ukitumika hivi unapata majibu ya moto, unawaka kwa uharaka zaidi. Sawa kina mama na kina dada? Asante.